CCM ilikuwa inazalisha aina ya vijana ambao walikuwa ni mwiba kwa viongozi hao wa CCM, ambao vijana kama kina hayati hivi sasa nani Sokoine, Edward Moringa, unaona Edward Moringa, kina mzee Kawawa. Kwa hiyo kuna product zilikuwa zinatoka CCM zipo nondo. Ni wakati gani zimeanza kupotea? Sina tunaona sasa hivi. Sijajua tuna matatizo gani. Labda tuna vijana ambao wapo nondo, lakini wale ambao wanawapika wapo tayari kukosolewa na hao vijana, kwamba ni ngumu kwa kijana kumkosoa mwenyekiti. Na hii sio CCM tu, kwa vyama vyote karibu Tanzania. Kijana gani anaweza akamkosoa mwenyekiti wake kwa hoja hadharani akabaki salama? Yaani kama kuna ufalme ndani ya vyama vya siasa. Leo atokee kijana amkosoe mwenyekiti wa CCM Daktari Samia, CCM wangapi watamshambulia? Station press ngapi? Leo atokee kijana amkosoe mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kwa hoja tu, atashambuliwa na vijana wangapi? Sasa pengine ile inaondoa ile cream ya vijana ambao tulikuwa tunawatengeneza miaka ya 70 80, ambao walikuwa nondo, walikuwa na uwezo wa kukosoa hadharani bila kuogopa. Hiyo aina ya uongozi na aina ya vijana ambao tunao wanatengenezewa uoga kwa bado, kwamba kijana yeye anafanya siasa lakini anaota napenda nije kuwa na nafasi fulani. Sasa nikimkera yule mwenye maamuzi, nikimkosoa ambaye unategemea siku moja aniteue au anitengeneze njia, itakuwaje? Hatari ya hiyo ni nini? Hatari ya hiyo ashakum sio matusi, lakini niko na taifa la vijana wengi ambao wapo kwenye maamuzi ama tunawaandaa waende kwenye maamuzi ni wapumbavu. Kwa sababu hivi vyama vya siasa na ili nieleweke, sizungumzii CCM pekee, nazungumzia vyama vyote vya siasa, na ndio maana mwanzo ambao ndo msingi wa nikatoa mfano wangu kwamba hawa vijana yaani watoke Deogratias Mainira amkosoe Tundu Lissu, ataambiwa kalamba asari. Hata kama anahoja atoke leo kawaida amkosoe Samia Suluhu Hassan, CCM ataambiwa katumwa kugawanya chama, hata kama anahoja. Sasa hii inatengeneza tuwe na taifa la vijana moja waoga, kwa sababu naye fulani alikosoa kweli kwa hoja, lakini si uliona aliposhambuliwa, si ndio? Vijana waoga. Kwa hiyo inawezekana tatizo sio vijana wenyewe. Tatizo lipo kote kote. Tuna vijana wengi pia wenye tamaa, kwa sababu kwani unazuiliwa kukosoa. Si kwamba kijana anaanza nikikosoa sitateuliwa, nikikosoa baada ya hapo labda maisha yangu yatakuwaje. Sasa ndio tamaa zenyewe hizo, kwamba una tamaa ya madaraka, unaogopa kumkosoa bosi wako kwa sababu unawaza cheo ulicho nacho. Anasahau kama kina Mwalimu Nyerere aliamua kuacha kazi. Mwasahau Mwalimu Nyerere aliacha kazi ya kufundisha Pugu akaenda kwenye harakati na siasa. Lakini pia hata hao waliopo kwenye uongozi wa vyama wapo tayari kukosolewa. Vijana au wakubwa wenyewe sasa wanabaki salama kisiasa, kwa sababu unajua fikra sasa pia za viongozi wetu wengine, kumkosoa hadharani anaweza kuona kama unamtumia yeye ili wewe kujipatia umaarufu wa kisiasa au kumchafua yeye au umetumwa kumchafua. Lakini ingetakiwa turudi kwenye kuangalia hoja, kwamba Raizani unanikosoa mimi, unachokiongea kina hoja. Hatupo tena sasa hivi kwa asilimia kubwa kuangalia hoja kwenye kukosoana, tupo kwenye kuangalia visasi, kitu ambacho ni kibaya. Tupo kwenye kuangalia visasi, kwenye kuangalia huyu yuko vipi na huyu yuko vipi na huyu. Wewe unaamini katika vitu vyote ambavyo Chadema wanavifanya, of course wamefanikiwa mpata ushawishi, ila wako sahihi asilimia 100 kabisa, yani wako sahihi? Hapana, sio kweli. Hamna vijana ambao wangependa kuikosoa. Lakini akitoka kijana yote hivi sasa kuikosoa Chadema, iwe hata kwa hoja, ataambiwa kalamba asali, katumwa na CCM, atashambuliwa kwenye comment, atashambuliwa kwenye magroup, yani akatizi. Anaweza akaundiwa kampeni kwamba tumunfollow msaliti. Hivyo hivyo akitokea kijana wa CCM anakosoa watawala wa CCM,
ataambiwa msaliti katumwa. Utashangaa vijana wazuiu CCM wana harakati wa CCM wanaojiita wakina Jimmy Mafufu wamejitokeza wanamshambulia. Kwa hiyo ni matatizo yapo kote kote. Kwa hiyo mimi nadhani turudi kujibiana kwa hoja.